Kuna huyu mtu mmoja ambaye wa kwanza mama yake mzazi anamuombea sana aweze kufanikiwa ili aweze kumtoa kwenye hiyo hali ya mateso, kwenye hiyo hali ya aibu. Ndio maana upinzani umeongezeka. Huyu wa kwanza inaambiwa kama anaombea maombi mengi sana na wazazi wake, kwa maana neema yake ni kubwa sana. Yuko mwanamke mwingine wa pili, huyu wa pili, wanasema hata tumwachi na ndoa nzuri, sababu kumbe ni ndoa yake, wanasema ni ndoa yake. Wako wengine. Inaona kuna watu wanachomoka, wanasema kwa sababu ya ndoa yake, ndoa zao ni za tamani kwenye hii familia. Hawa watu wanne, wao ndoa zao ndio kubwa. Wengine wote ndoa zao zimeshaharibika. Hakuna ndoa inayoonekana. Wako watu wengine wanne wanasema mbele wote kwa mamlaka ya Yesu, kwa mamlaka ya Yesu, naona wanakimbizwa, malaika letea. Wako hawa wanne inaambiwa kama eti hatuwachi kwa sababu wao ni jawabu. Naona kama wakisaidia familia yao kwa dola. Hawa sio watu wadogo, wanapaswa kusaidia familia zao kwa dola, wa neema ya dola. Naona watu wakitoa dola kwenye familia yao, wanasaidia nyumba zao. Ndio maana maisha yao hayainuki. Kuna huyu mmoja hadi kwenye elimu, wamekuzuia kielimu, wamekuwekea giza. Kwenye elimu, wanasema na utafeli, wanakusubiria mwisho elimu yako kama utafeli. Wako watu wawili. Hao watu ni jeshi kubwa, ni watu wakubwa. Inaona kuna hukumu kubwa sana ndani yao. Kuna hukumu ndani yao. Na kwa nini mnawazuia kifedha? Kila akitafuta pesa, akitafuta ishu yote ya kifedha, akiingia kwenye biashara mambo yanagoma. Akiingia kwenye kazi mambo yanaharibika. Na sasa hivi kuna pete ambayo imeviringishwa kwenye elimu. Wanasema tunafelisha ndoa, tunafelisha elimu, tumemfelisha kila mahali. Wamekuvika aibu ya ndoa, wamevika aibu ya kifedha, wamevika aibu kwenye taaluma. Haya malaika nilisema, kuna huyu msoea mwana kama anakimbizwa kutoka kwenye makaburi. Haya makaburi ya familia, haya makaburi yanazika familia, yamezeka familia. Wanasema kuliko atoke, ni bora afe. Iko mauti imesimama, iko mauti. Wewe mauti mwachie. Kuna watu wanaona kama wanaanza kufufuliwa, wanafufuka. Mlisha wazika miaka mingi. Hawa watu wana neema kubwa sana. Hawa watu wana nyota kubwa sana. Hawa watu wanautiisha. Kuzimu inawafahamu. Kwa kwamba huyu ambaye ana huduma. Kuna hao watu kama wanaona hii ni level ya 3 ya kwenye haya maombi. Hii ni level ya 3. Kuna hao watu kama wao ni msaada kimaisha, lakini kuna hao ambao hii level ya 3. Nasikia kwamba huyu mtu sio kimaisha tu, sio kimaisha ya kawaida, lakini huyu mtu ni msaada kwenye familia, kwenye eneo la kiroho. Huyu mtu ana sauti ambayo inautiisha, Sauti yake huyu mtu ndio ufungulivu wa familia yake. Na namzuia kabisa asiombe. Kila akianza kuomba mnamwekea vizuizi. Kila akianza kuomba mnamwekea vizuizi. Kwa maana ana sauti ya kinabii. Kuna watu 6 ambao kwenye bado. Unaona kama hawa watu mna sauti ya kinabii, mna karama kinabii ndani yenu. Yeye ni manabii wa familia yenu wote. Hawa watu ni manabii kwa ajili ya familia. Wana jicho la kuona mambo kwenye familia yao. Una jicho la kuona. Huo kabla vita vijatokea, unakuwa umeshaanza kuona wewe. Nasikia tu huyu ana karama ya unabii na sauti yake ni kali. Sauti yake kila akiamuru kitu kwenye familia kinatokea. Akiamuru jambo lote kwenye familia linatokea. Huo ni mtu wa kuombea ndugu zake. Na kila akiombea ndugu zake, akiombea familia yake, akitamkia mwenyewe anafanikiwa. Mmemwekea roho kukata tamaa. Japo huyu ni nabii wa Bwana. Huyo ana sauti ya kinabii. Huyo ni mtumishi wa familia. Haya mwacheni. Unaona kama kuzimu imekasirika, nasema hatuachi.
Kuna watu watano kuzimu inasema hatuachie. Wanasema hawa tunanufaika nao. Hawa ni watu ambao wananufaika na maisha yao. Eti wewe kuteseka kuzimu inanufaika na wewe. Wewe kuteseka wengine wao wananufaika. Wewe kuteseka wengine wananufaika. Wewe kuteseka wengine wananufaika. Eti wananufaika kwa sababu unapitia mateso, kwa sababu unaumia ugumu kila mahali. Wao wananufaika. Anasema kwamba sasa hivi watakuua mwaka huu kuliko utoboe. Na huyu mtu mwaka huu Mungu amekuandikia mwaka huu. Huu ni mwaka wako wa kutoka. Hii vita imekuwa kubwa. Huu ni mwaka wake wa kutoka. Na kuzimu kabisa kama imeona ya kama huu ni mwaka wake wa kutoka. Huyu mtu mwaka huu anatoka. Analeki maisha. Anachukua kimaisha. Haya mwacheni. Kati ya hao watu wanne, watu wawili kati yao eneo la ndoa limekuwa ni eneo sugu. Unasikia kukata tamaa, unasikia kuchoka kwa sababu kwamba limewekewa ukuta mgumu usioweza kutoka. Na hii roho ipo kwenye familia yako. Wanasema kama watakuwa kuliko fanikiwa hapo, watakuwa kuliko fanikiwa hapo, watakuwa. Naona roho ya mauti eti inashindana, inasema haiachi, inashindana, inasema haiachi, inashindana, inasema haiachi. Leo kwa mamlaka jina la Yesu, leo kwa mamlaka jina la Yesu, leo kwa mamlaka jina la Yesu, pasuka chia leo kwa jina la Yesu, pasuka chia leo kwa jina la Yesu, pasuka chia leo. Inatuma hiyo nguvu ya uzima, haya maji ya uzima ndani ya miili hiyo, ndani ya miili yasema sasa ayapeleka huo moto, washa 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 huo moto. Wale kama vibonda, wale kama magonjwa ya kuangusha hata kuliko ufanikiwa. Kwa nini watu walio bora ndio wanaopigwa vita? Huyu mtu ni bora sana kwenye familia yake, ndio maana mnampiga hii vita asitoboe kwa lolote. Huyu mtu ni bora. Ana uthamani kwenye familia yake, ndio maana mnamzuia. Ana uthamani. Inaipeleka nguvu ya Mungu sahihi. Inaipeleka nguvu ya Mungu sahihi. Nguvu kama radi. Upako kama radi. Upako kama radi. Upako kama radi. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name we pray. Amen.